Wapenzi watazamaji wa YouTube channel yetu, leo ninawaletea chakula cha akili ambacho kinazungumzia mambo 17 ya mwanamke ambayo anatakiwa kuzingatia akiwa anahitaji kuingia kwenye maisha ya ndoa. Ukizingatia na kuishi katika haya mambo 17 nitakayokutajia, nina uhakika ndoa yako itakuwa ni ya history. Ndoa yako hata kitokee nini, sidhani kama unaweza kutetereka. Ndoa yako inaweza kuwa mfano wa kuigwa kwa familia yako ama kwa jamii inayokuzunguka. Lakini wasijue siri ni nini. Hii ndiyo siri ambayo nitakayokupa. Ila siri hii ni ngumu kumeza. Ukimeza pasipo kunywa maji, basi utaishi maisha ya ndoa kwa furaha, amani na utulivu. Najua upo tayari kuyafahamu mambo hayo. Karibu ungane na mimi hatua moja baada ya nyingine mpaka mwisho wa kipindi hiki. Bila kutafuna muda wako, kitu cha kwanza unapotaka kuingia katika maisha ya ndoa, cha kwanza uwe na utayari. Utayari ninaozungumzia mimi ni utayari wa akili, mwili na hisia. Usiwe na utayari wa kuingia kwenye maisha ya ndoa alafu hisia zako zipo kwa mtu mwingine. Lasha. Uwe tayari, una utayari wa akili, mwili na hisia kwa huyo mtu ambaye unatakiwa kwenda kuingia kwenye maisha naye, maisha ya ndoa. Kitu cha pili, uwe tayari kuitunza, kuilinda ndoa yako kwa namna yoyote ile. Kitu cha tatu, uwe ni mwenye upendo, heshima, mnyenyekevu na huruma kwa mwenzi wako. Hicho ni kitu cha tatu. Ukitaka ndoa yako idumu kwa muda mrefu, zingatia hicho kitu cha tatu. Jambo la 4, unapoingia kwenye maisha ya ndoa ukiamini mume wako atakuwa ni sehemu ya utatuzi wa matatizo ya familia yako, utakuwa umekosea. Ingia kwenye maisha ya ndoa ukifahamu mume wako kutatua matatizo ya wazazi wako ama familia yako si sehemu ya majukumu yake, ila kutatua ni hiari yake. Jambo la 5, mwanaume hakosei. Mwanaume hafokewi. Isipokuwa mwanaume huambiwa kwa utulivu, heshima, upole na unyenyekevu. Ikibidi utumie kama njia ya kumshauri. Na ushauri huo una wakati wake. Awe ni mwenye utulivu. Sio ukurupuke tu, ana mambo yake kichwani alafu unamwambia yataingilia huku, yatatokea huku, na pengine ukamkwaza. Jambo la 6, mwanaume ni mtawala na si mtawaliwa. Kwa hiyo usiamini kwamba una uwezo wa kumpanda kichwani mume wako alafu ndoa yako ikawa na uhai mrefu. Liweke akilini hilo. Kama kweli una nia ya dhati ya kuingia kwenye maisha ya ndoa na kudumu kwenye ndoa yako. Jambo la 7, wewe mwanamke unatakiwa ujue wewe ni msaidizi na mshauri kwenye taasisi yenu ya ndoa, na sio kiongozi mkuu na mwenye maamuzi ya mwisho kwenye taasisi yenu. Liweke akilini. Wewe ni msaidizi na mshauri wa taasisi ya ndoa yenu, na si kiongozi mkuu wa taasisi yenu na mtu mwenye maamuzi ya juu na ya mwisho kwenye hiyo taasisi yenu ya ndoa.
ishi humo. Jambo la 8, mwanaume hakuumbiwa kuridhika na mwanamke mmoja. Tengeneza mazingira rafiki ya mume wako ana watu wengine. Hata kama ni wewe peke yako, lakini ukija kusikia litakusaidia hilo, kwa sababu uliyaishi maisha ya ukewenza aliyakuwa kwenye ndoa uko peke yako. Kwa hiyo hata ukija kupata taarifa mume wako yuko kwenye mahusiano na mtu fulani, hautotetereka, kwa sababu ukewenza ilikuwa ni sehemu ya maisha yako. Jambo la 9, sababu ya yeye kukuchukua wewe kuishi naye maisha ya ndoa, anahitaji utulivu, upendo na kujenga familia yake. Jambo la 10, kila mahusiano yataonja umauti. Kama mapana yenye marefu hayakosi kuwa na ncha, basi kila mahusiano yana mwisho wake. Msipomwacha atakuacha. Msipoachana, maradhi yatawatenganisha kama si kifo. Jambo la 11, unatakiwa ujue kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo ujue kukosa ni sehemu ya maisha yenu. Kwa hiyo hata siku mumeo akija hana kitu kakosa, akikwambia, unamshukuru Mungu, kwa sababu unayaishi maisha ya ukikosa ni sehemu ya maisha yenu. Jambo la 12, kuna majaribu na changamoto mbalimbali utakazokutana nazo kwenye maisha ya ndoa wewe na mume wako. Unatakiwa uzishinde changamoto na majaribu hayo ili kuilinda ndoa yenu iwe na uhai mrefu. Usitetereshwe na majaribu. Hakuna aliyefanikiwa bila kupita kwenye changamoto na kisha kuzishinda changamoto hizo. Hayupo aliyepewa ulemavu akakosa kupewa mwendo. Hayupo aliyepewa changamoto akashindwa kupewa njia ya kuzitatua. Kila changamoto ina utatuzi wake. Katika maisha ya ndoa, jambo la 13, usiwe na kosa ambalo halisameheki kwa mume wako. Usiwe na kosa ambalo mume wako akilitenda wewe hutomsamehe. Jenga maisha na mazingira ya kila kosa linasameheka. Hata akija kukuuliza, ni kosa gani nikikutendea mchumba wangu ama mke wangu huwezi kunisamehe? Mjibu, mume wangu, huna kosa ambalo unaweza kunitendea nikashindwa kukusamehe. Jambo la 14, usijenge urafiki wa karibu na simu ya mume wako, ila simu yako mume wako ana uhuru wa kuitumia kama ya kwake. Mume wako anaitumia wakati wote ule, ila wewe usijenge urafiki na simu ya mumeo. Si lazima kufuata ninachokwambia, lakini kama unahitaji udumu, ndoa yako iwe na furaha, amani, iwe ya muda mrefu, usijenge urafiki wa karibu na simu ya mumeo. Jambo la 15, unapoamua kuingia kwenye maisha ya ndoa, wewe mwanamke, vunja mawasiliano yote uliyokuwa nayo hapo awali. Marafiki wa ujana, marafiki wa miemko, marafiki wa hisia, kwa sasa unatakiwa uvunje, weka kando. Unaanza maisha mapya ya wewe na huyo uliyemchagua, uliyempenda kwa akili, moyo na hisia. Jambo la 16, matatizo yenu yanawahusu ninyi na si watu wa nje. Kama matatizo yenu mmeshindwa kuyamaliza ninyi wawili, watatu wenu awe Mungu. Kwa sababu si kila mshauri anayaishi yale maisha anayowashauri na kuwafundisha wengine. Jifunzeni matatizo yenu kuyamaliza ninyi wenyewe. Si kila mtu anaweza kutatua matatizo mwenzake. Unamshirikisha mtu changamoto zenu, matatizo yenu,
ya kwake yamemshinda, ataweza kuyatatua ya kwako? Jifunze kutatua changamoto zenu wenyewe. Hebu nikuulize swali. Kupitia matatizo yenu, ukiyatoa kwenda kuyapeleka kwa watu wengine, na wao wakitumia fursa hiyo hiyo kutembea na mume wako, kutokana na zile changamoto kuto kuzihifadhi, utajisikiaje ikiwa mdomo wako ndio umekutengenezea wake wenza? Chunga mdomo wako, hifadhi madhaifu ya mume wako na yako. Ndoa ina mambo mengi, ila ukizingatia haya ninayokueleza, yatapita tu hayo. Jambo la mwisho la 17, la mwisho, gumu sana, ila inatakiwa uliingie katika maisha yako ndo uliishi. Usaliti ni sehemu ya maisha ya ndoa. Kwa hiyo tengeneza mazingira rafiki ukifahamu usaliti ni sehemu ya ustawi na ukomavu wa ndoa yenu. Kama nilipokuambia awali kwamba mwanaume hajaumbiwa kuridhika. Kwa hiyo kusalitiwa ni sehemu ya ustawi wa ndoa yenu na ukomavu. Yangu ni hayo. Ila kama utaona ni ya kipuuzi, usiyazingatie. Lakini kama utaona yana mantiki, yana mashiko, usisahau kucomment. Weka hoja yako, ongea chochote unachokisikia kuongea. Kama niliyoongea ni ya msingi, nipe maua yangu. Lakini kama nimeongea ni pumba, ila siku moja utakuja kusema mpita njia uliongea mambo nikachukulia ni ya kipuuzi, kumbe ni maisha ya watu. Ukiyafanya haya mambo 17 kuwa sehemu ya maisha yako, ukayafanya kuwa ni maisha yako, ndoa yako itakuwa yenye furaha, amani na upendo, yenye nguvu. Lakini kikubwa ni kuwa na utayari wa akili, mwili na hisia kwa yule ambaye unaenda naye kuanza maisha ya ndoa. Hicho ndio kikubwa. Usipokuwa na hisia na huyo mtu ambaye unaenda kuanza naye maisha ya ndoa, hutokuwa na amani wala upendo kwenye ndoa yako. Kwa sababu huna hisia na huyo mtu ambaye unaenda naye kuingia kwenye maisha ya ndoa. Pengine unaingia kwenye maisha ya ndoa na huyo mtu kwa sababu unazozijua wewe. Pengine humpendi, huna hisia zozote za kimapenzi na huyo mtu. Nikupe siri moja, kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye humpendi. Mapenzi ni kama mpira, utakapoushika na kuurusha kwa mwenzako, lile tundu la kuingizia upepo kama lilikuwa kiganjani kwako, kule litakapofika kwa mwenzako halitokuwa kwenye usawa ule ule wa kiganja chako. Mapenzi ni mfano wa dunia inavyojizungusha kwenye muhimili wake kutafuta usiku na mchana. Mwenzako anapokupenda, akaonyesha hisia zake, akaonyesha ukubwa wa upendo wake kwako, usipoujali, hisia zako kaziweka kwa mtu mwingine ila huyu ukaona mtumia, ipo siku hisia zake zitakufa. Na hisia zitakapokufa, kwako ndipo penzi litaanza kuchipua baada ya kuumizwa kule ulipoweka mawazo yako. Na penzi litakapoanza kuchipua kwako, huyu mtu hatoamini kuwa anapendwa na wewe. Atajua wewe ni yule yule wa kwanza. Kwa hiyo penzi linakuwa tayari limebadilika, limehamia upande wako. Kosa tu
la kuwa kwenye mahusiano na mtu usiyempenda. Kipindi ambacho wewe unaanza kupenda, moyo wake umekufa upande wa upendo, kashaweka hisia zake kwa mtu mwingine, utaona kwamba akujali, akuthamini, anakunyanyasa, anakuumiza kwa makusudi na kusahau nini ulichokipanda kwenye moyo wa huyo mtu. Kwa hiyo kama mtu huna hisia za kimapenzi na yeye, alafu unataka kufungua mlango wa mahusiano, aidha ya ndoa ama yoyote yale, usiufungue mlango huo kwa sababu huna hisia na huyo mtu, isipokuwa unataka kumtumia. Ila ukiwa na hisia na mtu, mwili wako ukiwa na utayari, akili yako ikiwa na utayari na huyo mtu, hata unataka kuanza mahusiano ya ndoa, mahusiano hayo utayafurahia sana, kwa sababu utajitoa mzima mzima. Hutoingia nusu nusu, hutoingia kujaribu, ila utaingia kuyaishi maisha ya ndoa, kwa sababu umempenda huyo mtu kwa akili, mwili na hisia. Baada ya kusema hayo, niseme alamsiki.